Naibu Kamishna wa Chuo cha Mafunzo Zanzibar, Omar Salum Mgaza, amesema makubaliano ya mashirikiano kati ya Chuo cha Mafunzo Zanzibar na Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA yatasaidia maeneo mbalimbali katika kutoa taaluma kwa maafisa na askari wa chuo hicho pamoja na wanafunzi waliopo magerezani. Amesema hayo wakati wa utiaji wa saini ya makubaliano hayo kati ya Chuo cha Mafunzo Zanzibar na Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA yaliyofanyika katika ukumbi wa mkutano makao makuu ya Chuo cha Mafunzo Kilimani mjini Unguja. Leo Chuo cha Mafunzo tumetengeneza historia mpya nyingine ambayo naweza kusema ni ya kipekee na ya aina yake. Sababu tulikuwa na zoezi la kuwekeana saini hati ya makubaliano baina sisi na Chuo cha Mafunzo pamoja na TIA, Tanzania Institute for Accounting. Wenzetu kutoka Tanzania bara ambao tumekuwa nao kwa pamoja, tutakuwa nao kwa pamoja kwa ajili ya kuona maeneo mbalimbali ambayo tunaweza tukasaidiana au kutoa taaluma kwa ajili ya sisi. Tuna wanafunzi kwa maana wafungwa gerezani, lakini tuna na watumishi wetu. Hivyo kutakuwa kuna mafunzo ambayo yanalenga moja kwa moja kwenda kuwalenga wanafunzi walio gerezani, lakini na watumishi wa umma, watumishi wa kwetu wa mafunzo kwenda kuwajengea uwezo. Sambamba na hayo, DCP Mgaza amesema makubaliano hayo ni fursa ya kipekee, ikiwa ni hatua kubwa na ishara muhimu ya maendeleo katika utekelezaji ndani ya idara ya Chuo cha Mafunzo, ambapo mashirikiano hayo yatapelekea kunufaika kwa pande zote mbili. Ni hatua moja nyingine kubwa sana ambayo tunakwenda kuipiga kuanzia sasa mara baada ya kusainia na hiyo hati ya makubaliano kwenye utekelezaji wake. Hii itakwenda kuwanufaisha kwa pande zote mbili, kama nilivyosema, kwa Chuo cha Mafunzo. Chuo cha Mafunzo kwa maana kwamba kwa Tanzania bara maana yake ni magereza. Kwa Zanzibar sisi tunaitwa Chuo cha Mafunzo kwa ile dhana ambayo ilibadilishwa kutoka na Marehemu Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar, kutoka magereza kuwa Chuo cha Mafunzo kwa maana elimu. Sasa hii hati sasa makubaliano hayo ndio nakwenda kulenga mle ambapo tumekusudia sasa kutoa mafunzo, kwa maana ya kwamba kama nilivyosema kwa watumishi wa aina zote mbili. Naye mkuu wa Taasisi ya Uhasibu Tanzania, Profesa William Amos Palanjo, amesema utiaji wa saini makubaliano hayo unahusisha utoaji wa mafunzo kwa maafisa na askari wa Chuo cha Mafunzo pamoja na wanafunzi waliopo magerezani na kusaidia kuandaa mitaala pamoja na kufanya tafiti mbalimbali kwa lengo la kuboresha taasisi hizo na kuleta manufaa kwa taifa. Kutia saini huku kuna maeneo 14 ambayo tunategemea kushirikiana, lakini kwa ufupi tu niseme katika haya maeneo 14 yanahusisha mashirikiano kwenye kutoa mafunzo ambayo tunategemea yatatolewa kwa wanafunzi, lakini pia na kwa askari wa Chuo cha Mafunzo Zanzibar. Tunategemea pia kufanya mashirikiano kwenye maeneo ya kuandika mitaala ambayo itawafaa wanafunzi, lakini pia na askari, na tunategemea kufanya tafiti na ubunifu mbalimbali. Malengo makuu hasa ni kuhakikisha kwamba tunaboresha mafunzo yanayotolewa kwenye taasisi zetu na pia kuleta manufaa kwa taifa, kwa maana ya kwamba hawa ambao ni wanafunzi walioko kwenye vyuo vya mafunzo baada ya kumaliza muda wao wa kutumikia mafunzo, tunategemea warudi waje wajiunge na jamii, lakini pia wakijiunga na jamii waweze moja kuajirika kama itawezekana, lakini pia waweze kujitegemea kwa maana ya kuzalisha kazi. Hatua hiyo muhimu na historia kubwa imeenda kuandikwa ndani ya Chuo cha Mafunzo kwa utiaji wa saini wa makubaliano ya mashirikiano kati ya Chuo cha Mafunzo na Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA. Umefanyika leo tarehe 9 mwezi wa 7 2026. Nikiripoti Mahir Saidi, Mafunzo Online TV, habari kwa kina.